Unataka kumwambia nini Anji? Unataka kumwambia nini? Yani unajua mimi huaga sipendagi mambo yangu nimwambie mtu ambaye yuko mbali na mimi. Sasa niliona kwamba niweze kumfikishia taarifa rafiki yangu ya mimi kuoa. Kwa hiyo ndio nilikuwa nataka nimwambie tu. We, unaoa rafiki yangu? Hongera jamani. Asante. Anji. Tutaongea, sawa? Choka mlangu. Zahanati kwenyewe mbali, tunatembea umbali mrefu. Yaani kinachoniumiza zaidi sasa, ukifika pale hospitali huduma zenyewe hafifu, unakuta mtoa huduma mmoja. Yaani hapa kwanza anaumiza kichwa, nawaza vipi ingekuwa ni usiku, hii homa imenipata mimi, si ningekufa? Palivyo mbali tu, hebu fikiria saizi bado tuko hapa. Sijui lini tu maendeleo atafika kwetu. Wangu. Wangu. Naona kama unataka kujenga. Unajua sehemu yote ile haikosi wabaya na wazuri. Hiki kijiji chetu miaka nenda miaka rudi hakiwezi kuendelea kwa sababu wengi wao ni wachawi, na ndio maana maendeleo hapa kijijini yanachelewa kuja. Unaona hata umeme mpaka watu wanapigwa ndio wanakubali umeme kuingizwa katika nyumba zao. Jinsi gani ubaya ulikuwepo hapa kijijini. Kwa hiyo tushukuru tu hata kile kizanati ambacho tunacho, tumshukuru huyu mbunge wa hapa. Lakini masio hivyo tungezidi kula mapanado, tungezidi kufinisha 140, lakini kubwa tumuombe Mungu. Mungu ipo siku maendeleo yatakuja, lakini kijiji hiki ndivyo kilivyo. Washirikina na wachawi wamezidi. Yaani kwa kweli Mungu anatakiwa kuhusika kwenye hili. Maombi inabidi sie ndo tusimame kwenye maombi sana kabisa. Nakushukuru Mungu, Muumba ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Ninasema asante kwa ujumbe ulionipa, nami nimepokea. Kabla ya kukuumba tumboni mwa mama yako alikujua, na kabla ya kutoka tumboni alikutakasa. Usiogope, huu ugeni ni wako. Yule aliyekuumba na anayekujua ndiye aliyenipa habari zako na kuniagiza hapa kwako Dembe.
wewe ni nani na ni nani alikutuma? Aliyekupa mke na mtoto ambao hauko nao kwa sasa ameniambia nikujulishe kuwa wapendwa wako bado wako hai. Hivi unajua sikuelewi? Kwa nini? Kitu cha kufanya maamuzi ya haraka ili uanze kufanya kazi, wewe unataka mpaka usukumwe. Mbona mama yako alikuwa na maamuzi ya haraka? Yaani hata sijui wewe umechukua kwa nani. Kuna mambo unayoweka sawa, ili akishaisha kila kitu kitakuwa sawa. Lakini angalia, kadri unavyozidi kujichelewesha ndivyo unavyomsogezea hatari mkeo. Umejuaje hayo yote? Furaha mliokuwa nayo wewe na familia yako ndicho kitu ambacho kiliwauma sana. Hawakukipenda hata kidogo. Jangu! Yanti! Mume wangu. Karibu. Mtoto wapi? Takuwa ndani. Njoo mwanangu, njoo. Yangu mimi na furaha. Lakini furaha hii ni ya familia kwa ujumla. Lakini pia nimshukuru sana Mungu. Mazao yetu nimeuza na mkaa pia nimeuza. Tumepata kiasi kikubwa sana cha pesa. Amina. Mungu katuona. Lakini furaha zaidi ni kuhusu wale wadhamini wetu, wale wazungu. Kipindi hiki walichokuja, mtoto wetu peke yake amechaguliwa. Asante Mungu. Kama hii imetuangukia sisi. Kwa hiyo mke wangu, katika hiki kiasi ambacho tumekipata, sisi tutachukua kidogo, lakini kiasi kikubwa tumbe mtoto wetu ili aweze kaenda kujikwamua katika maisha yake masomo. Kabisa. Nimeshindwa hata niseme nini. Mungu asante. Asante sana Mungu. Mwanangu, kazingatie masomo. Sawa? Sawa. Yaani ukazingatie masomo huko uendako, wazazi wako natuacha huku. Lakini kule wale ndo watakuwa kama wazazi wako. Sawa mwanangu? Sawa, nimekuelewa. Mwanangu usifanye ukorofi shule. Sawa mwanangu. Yanti. Naomba niahidi kitu kimoja tu. Baba, ninachokuahidi nikienda kule sitofanya michezo, nitasoma kwa bidii na sitawaangusha wazazi wangu, na nikirudi hapa nitawajengea nyumba kubwa na tena ni nzuri katika kijiji hiki, tuwe wa kwanza kwa utajiri. Mungu pokea dua hizi Mungu. Amani. Mwanangu, nikuombe kitu kimoja. Kwanza Mungu akulinde. Sawa. Lakini haya ambayo umeyatoa katika kinywa chako na moyo kwa ujumla, uyatekeleze hivi hivi ulivyosema. Sawa. Si unajua maisha hapa kijijini? Ndio. Hali zetu unaziona? Ndio. Nikuombe sana usibadilike. Sawa. Kapumzike. Karibu. Habari za kucha? Salama, shikamoo. Marhaba. Za nyumbani? Nzuri. Mamako nimemkuta? Hapana, yupo. Anachelewa kurudi au?
Sijajua alikoelekea lakini hayupo. Haya, sawa. Haya sana. Mkuu, nimekuja nyumbani kwako sijakukuta. Nimekuja kukuletea ujumbe. Familia ya Mzee Dembe, mtoto wao wamepata udhamini wa kwenda kusoma Ulaya. Jambo hili mimi halijanifurahisha hata kidogo na sitaki litokee. Hivyo basi nimekuja kuomba ridhaa yako. Niwalipue au niwaache? Mama yako akirudi, mwambie mamamu alikuja na amekuachia ujumbe. Ujumbe gani? Ukimwambia tu hivyo yeye mwenyewe ataelewa. Mama umerudi? Nimerudi ndio. Sasa mimi ndo nilikuwa natoka hapa, mama naenda dukani. Ndio. Ila mamamu alikuja. Amesema ameacha ujumbe. Ila nilivyomuuliza ni ujumbe gani, akasema nikikwambia ujumbe huo utajua. Sawa. Hamna shida. Haya. Mke wako wapi? Mke wangu nilimtuma mahali aende anifuatie kama mzigo kangu. Ila hajarudi bado. Kwa ngoja nifike dukani mama. Haya, sawa. Haya. Mkuu, nimekuja nyumbani kwako sijakukuta. Nimekuja kukuletea ujumbe. Familia ya Mzee Dembe, mtoto wao wamepata udhamini wa kwenda kusoma Ulaya. Jambo hili mimi halijanifurahisha hata kidogo na sitaki litokee. Hivyo basi nimekuja kuomba ridhaa yako. Niwalipue au niwaache? Fanya sehemu yako, ya kwangu niachie. Mimi Mama Amo, kama bado nipo kwenye hichi kijiji na naishi napumua, hakuna binadamu yeyote anayejiita binadamu akafanya jambo lake akafanikiwa. Iwe mambo yoyote ya maendeleo, kuoa, kuolewa na hata masomo, watafanikiwa tu iwapo mimi nitatoka kwenye hichi kijiji. Wewe Mwasa, hili kombora ninalolituma kwako likawe ndio mwisho wa maisha yako. Nalituma na lije kama lilivyo, lifanye kazi ile ambayo imekusudiwa. Mwanangu, nakufunga leo kwa sababu gani? Mimi ni mkongwe hivi vitu, si ndio? Bahati mbaya nimeanguka hapa. Wewe unaushaje hivyo? Mimi siwezi. Bako mimi si mkongwe. Leo mwanao anamfunga tu hapa.
Sasa bao limekuwa bao. Nani kamfunga zaidi mzee hapo? Pika chakula tu ule bwana, mmenjana nini huko. Sawa. Mpiki haraka haraka. Naona naanga mwenyewe sio rafiki. Nini mke wangu? Sikia maumivu hapa. Nini tena? Nini mama, nini? Nini tena mke wangu? Pole. Pole mama. Nini? Kwisha habari yako. Hata mwanangu. Nakuja sasa hivi, usiondoke sawa? Mama, amka. Mama. Mama. Yanti mama. Yanti. Tembe, kujitoa kwako kwenye chama chetu ndio kuna kugharimu leo, na bado kuna zawadi yako utaipata. Umeyajuaje haya yote? Kwa maana kile ulichokisema ni ukweli. Yule alionigeza kwako ndiye anayetaka kufanya hiki. Sogeza mzigo wa kuni hapa.